Kiwango chako cha wewe kupokea kinakuhitaji wewe uwe na uhakika. Utapokeaje kitu ambacho hauna uhakika? Swala ni la rohoni. Swala la rohoni linahitaji uwe na uhakika. Yaani ninaomba kila silaha itakayofanyika juu yangu haitofanikiwa. Hilo andiko lidhihirike, linatakia ndani yako ulipokee rohoni, na ndani yako uwe na, yani ulipokee kwa kuwa na uhakika. Yaani usidoubt. Kwa maana mingine, ukiwa na uhakika ina maana una uhakika, hauna shaka, hauna doubt nalo. Sasa imekuwa changamoto, watu wengi wanashindwa kupokea kwa sababu wana doubt na neno, wana shaka na neno, hawana uhakika na neno. Sasa utapokeaje? Utapataje kupokea rohoni kabla kitu hakijadhihirika mwilini, kama ndani yako wewe una hofu, au kama ndani yako wewe hauna uhakika? Ndio maana neno la Mungu linasema pasipo imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Na neno la Mungu linasema watu wangu wataishi kwa imani. Lakini neno la Mungu linasema imani ni kuwa na uhakika, yani niwe na uhakika na Mungu. Siri ya kupokea ni kwamba inakuhitaji uliamini neno la Mungu, uwe na uhakika na ile neno la Mungu 100%. Na Biblia inasema hivi, kila ulimi utakaoinuka utahukumu kuwa mkosa. Lakini inazungumza kwamba huo ndio urithi ambao Mungu ameuachia kwa watumishi wake. Nina uhakika 100% hakuna silaha. Sasa Bwana Yesu anaonesha uhusiano wa kile ambacho tunakiomba na uhusiano wa kile ambacho tunakipokea na matokeo ambayo tunatakiwa kuyatarajia, kuyaona pale ambapo tunaomba. Ndio maana nawaambia wanafunzi wake, yoyote atakayeuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, asione shaka, aamini kwamba hayo ameyasema yametukia, nayo yatakuwa ya kwake. Lakini anasema yoyote myaombayo mkisali. Anarudia swala la kupokea katika maeneo mawili, katika viwango viwili tofauti, akiwa Bwana Yesu anahimiza kwa habari ya kupokea, kwa sababu anaonesha swala la kupokea ni swala la muhimu. Watu wameshindwa kuona udhihirisho na vitu wameshindwa kuviona kwenye uhalisia, kwa sababu vile vitu wameshindwa kuvipokea kabla, yani wameshindwa kuvipokea rohoni kwa sababu tu ya kushindwa kupokea. Kwa maana nyingine, ili kitu uweze ukione kimetokea mwilini, iko kitu natakiwa kipokewe rohoni, ndani ya roho kiweze kupokewa, kwa sababu usipokipokea rohoni, kikawa cha kwako rohoni, ni vigumu kuweza kukiona kimedhihirika hadharani au kimedhihirika mwilini. Neno la Mungu linafananisha mtu ambaye anapokea, mtu ambaye anakubaliana na kweli ya Mungu, mtu ambaye ndani yake ameikubali kweli. Biblia inamfananisha mtu wa namna hiyo, mtu ambaye amejengwa katika kweli, mtu ambaye anaitafakari neno la Mungu. Inamfananisha kama mti vile umepandwa kando ya kijito cha maji, ambao unatoa matunda yake kwa wakati. Kwa hiyo Mungu ataruhusu ule udhihirisho wa matunda utokee kwa wakati wake. Uhakika huo unakupa wewe kuweza kupokea